verse 1 to 4. That leadership comes from who? God. Na kwa hivyo sisi tukija hapa, siasa si mbaya. Sometimes we demonize politics. Si mbaya. Ni uongozi, because our life sometimes is actually defined by the way politics is run in the country. And that is why munasikia discussion kwa hii nchi ya maneno ya inaitwa finance bill. Munasikia sana discussion. Na ni vizuri tuambie kama viongozi sometimes. Kama mimi ndio kinara wa walio wengi kule bungeni. To be very honest, mimi ndio nitakuwa wa kwanza na kuambia wenzangu wapitishe hii bill. Hii bill, na ni vizuri tuambie saa zingine ndio muelewa watu wa Kiambu, sio ya kulazimishiwa. Nyinyi wa Kikuyu na sisi wa Kisii, na niruhusu your excellency niseme hiyo point. Mkiangalia population yetu inaendelea kuexpand. Nyinyi mnajua hapa Thika nilikuja kukampenia Mheshimiwa Alice. Kuna Kisii ndogo hapa. Kwa sababu kule kwetu Kisii ukipiga cartwheel unaanguka shamba ya wenyewe. Imekuwa njia. Hakuna mahali pa kupanda. Hii Kiambu County wazee wako hapa nimewaona. Wakati miaka yao ya nyuma naweza kuambia kahawa ilikuwa all over. Ulikuwa unapata kupita kule juu unaona kahawa all over. Saa hii kahawa inangolewa, nyumba zinapandishwa. Nyumba all over. Apartment moja 30 million. Apartment ingine 25 million. Shamba imekuwa exorbitantly high. Very, very high. Jiulize kama mzazi. Because the Bible tells us that a wise person should leave an inheritance for his children and his children's children. Wewe jiulize in another 10 years. Hizi mashamba tunakatakata. 50 by 100. Saa zingine 40 by 80. Saa zingine imefika mpaka 30 by 60. Tutalima wapi? Shamba inaendelea ikipanda juu. Number 2, watu wataishi wapi in another 30 years? In another 20 years. Na sometimes tunaambiwa vitu zingine watu hawaelewi. Mtu unasikia akisema, "Oh, 20 years ni mbali itajipanga." Fine, ni mbali, wacha ijipange. But it is prerogative of every government to plan for the future of a country. Mheshimiwa Kibaki wakati alishika uongozi, alitengeneza yake, akaplani akasema free primary education. Mheshimiwa Uhuru Kenyatta akashika, akasema tunataka low volume roads all over. Mheshimiwa William Ruto amechukua na Mheshimiwa Rigathi wamepanga programu yao, wamesema housing. Nyinyi mnaambiwa hii housing ni tax. That is a lie. Housing fund is not tax. You are only told ni 3% of your salary as long as it's not beyond 2,500. Wewe mwenye umeketi hapa aulipi hiyo 2,500, mimi ndio nalipa 2,500. And now to even kuongeza kidogo sukari, serikali imesema wewe ukitolewa 2,500, ukitoa 2,500 inakutolea another 2,500. So unakuwa na kwa account yako unakuwa na 5,000. So that we pull resources together. Ndio tukikuja hapa tunajenga. After 7 years ukiona wewe hutaki nyumba, toa pesa yako, kula. Unaambiwa hapa achana na hiyo kitu, ni con game. Hapana, na unaambiwa pesa itapotea. Hii pesa haingii kwa consolidated account ya serikali. Iko na structure mrefu sana ndio ifanye hizo kazi. Kwa hivyo on housing, tafadhali afadhali hata muambiwe kitu kingine, mtu asikudanganye. It is the prerogative of the government to set goals for the country, and that is what the government is doing. Na mimi hiyo nilikuwa wa kwanza kusema na niseme tena sahihi, kwa sababu Kisii imekuwa village slum. Kila mahali tunyumba tu hivi, kwa sababu tumejaa. There is nothing better I can support this finance bill other than this housing program ambayo imewekwa hapo ndani. Na nyinyi mnafaa kusupport hiyo sana. Tembea tu hii Thika. Angalia, kila kijiji kuna watu. It's becoming very expensive even to own a home. These are cheap houses. Take advantage of that, support hiyo maneno. Unaambiwa pinga hii finance bill kwa nini? 35% pay on somebody who earns beyond 500,000. Hiyo ndio unaambiwa wewe. Hapa kwa kanisa ni wangapi wana earn 500,000 kwenda juu? Mbona una complain Osoro akitoa extra 5% kwa mshahara yangu? Mimi ndio nakula 1,700 kwenda juu. Ni mimi natoa. Wewe utoi? Wewe hauna? Au fiki hapo?
Unatembea barabara unasema mimi sitaki, utaki nini, unatoa nini, uko na nini unatoa kwa hiyo kwa 500,000? Utaki nini? Hapa kwa barabara unaambiwa mimi sitaki. It is not you. The bill is very clear. 500,000 kwenda juu 35%. Wengine kawaida. Wewe unalalamika juu yangu, pesa yangu. Mimi wacha nitoe, usilalamikie on my behalf. Na wakati mnaambiwa zile vitu mbaya, kumbuka pia kuna zile mzuri. Kwa mfano, wakati unaambiwa hii ni mbaya, umeambiwa kuna zero rating of supply of maize corn. Zero rating. Yani ukipitisha hii bill, maneno ya unga, cassava, bei yake itashuka chini because imefanyiwa zero rating. Yani wakati wewe in your imagination umepigwa 3% because una earn 30,000, umeambiwa kwa hii maize mahindi itateremka chini. Ukaambiwa kuna exemption of taxes on farm inputs. Wewe ni mkulima. Fertilizer hakuna maneno ya tax. Kama inatoka 2,700 ama 5,000 itarudi chini to 2,500 ama ikuje 2,000 because hakuna tax. Farm inputs zinaenda chini. Maneno ya medical county ndio iko maneno ya medical taxation ya maneno ya medical and medical equipment na madawa zingine inaenda kwenda chini. Kwa hivyo utapata hata panado yenye unanunua 15 shillings itafika level inaununua 10 shillings ama 5 shillings. So even as we are told of these other things, unaambiwa reduction of the rent income, nyinyi ma landlord tax, badala ya tax ya rent income kukua 10% imepunguzwa to 7.5%. Maneno ya gas imetolewa tax so that kila mtu aweze kumanage kununua mtungi na gas. Ile tumeongeza tax peke yake, na ndio nashindwa mheshimiwa Raila saa zingine akipinga, ni maneno ya importation of fish. It doesn't make sense. Tuko na Lake Victoria na several other lakes, lakini bado mtu anatoa fish kutoka China. Sasa serikali ikasema badala ya kuimport fish, hiyo maneno ya kuimport fish iishe, ndio local farmers waweze kupata mahali pa kuuza samaki yao. Wewe ukiambiwa hivyo unakasirika, unaambiwa angusha hiyo kitu. Unaambiwa tunapandisha, which is true, tumepandisha taxes. Mheshimiwa Ishungwa, karibu sana. Taxes inapanda juu kidogo kwa importation of furniture. Wewe ni mwanabiashara, uko hapa, ni mwanabiashara ambaye uko hapa, unauza sofa set zako. Bei ya sofa set inapanda juu kwa sababu mtu ameenda kule nje ameleta sofa set cheap. Wewe ukitengeneza zako hapa chini azipati market. What do you say? Importation of furniture, taxes ipande juu. That is the only thing that we've done. Ladies and gentlemen, mimi ninawaomba tafadhali kwa hii finance bill, hiyo mturuhusu tu. We know the best for this country on that one and that is our goal. Mturuhusu to support kwa sababu it is the best. Na mimi nawaambia hii haianguki. Hii tunapitisha. Wabunge wako hapa. Na it is for the benefit of this. Hii haianguki. Mimi ndio majority whip. Hii haianguki. So tuanze kuwakubali kwa sababu ni kitu mzuri for us. Haianguki tafadhali. And that must be clear. Finally, Your Excellency Deputy President, nataka niambie watu wa